Mwisho nikubalie niseme hili na siongei siasa kwa sababu mgeni yuko hapa si mwanasiasa, yeye ni bibi ya mwanasiasa, lakini utasikia siasa kidogo tu. Na siasa hii ni siasa nzuri. Nataka kwamba kama mama wa taifa, you can call order to where there is disorder, because again wewe ni mhubiri, na mhubiri haezi ona dhambi aichekee, lazima aifanye nini? Aikemee. Kuna dhambi mbaya sana hapa Kisii, dhambi ambayo shetani lazima ashindwe, na wahubiri hapa wanaamini shetani lazima afanye nini? Ashindwe. Na hawezi fanya mchezo na shetani. Shetani ni mbaya, shetani ni muuaji, shetani atafanya maovu mengi katika wananchi. Nitaomba tafadhali, unapotuombea kama nchi, uombee dhambi hii ambayo imekuja Kisii. Si mnaijua? Nasikia hawa wanajua hiyo dhambi, na nyinyi mtatuombea hiyo dhambi ifanye nini? Nimeuliza pale chini afisa wetu, bwana county commander na maofisa wako, tafadhali tufanyie wananchi wetu haki. Nyinyi ni maofisa, mmefundishwa vizuri bila mapendeleo yoyote. Tunaomba tusichukue ama tusikue na partiality when we are serving our people, because tumegundua kama serikali, kama polisi wangekuwa wako makinifu, askari aangalii kando, upuuzi kama hii, dhambi kama hii ingekuwa imeingia hapa, ingekuwa kwamba imesuluhishwa. Lakini nimesema mama, yale uliyoona juzi, Dr. Mtonga yuko hapa? Hayuko. Mama huyu daktari, wacha nipeane example. Mimi nimempata hapa, ndio director of medical kwa county yetu. Tumetuma yeye, kuna mashini 3 kwa hospitali ya Nduru. Tumetuma yeye aende achukue. Huyu jamaa, Mungu ndiye alisaidia yeye. Alikuwa nyongwe, yule daktari Mtonga mwingine mpaka kisu, alidungwa kisu kwa sababu ya kubeba mashini wakifanya kazi. Wale ambao walihusika katika huo unyama hadi wa leo hawajakamatwa. Kipindi kingine ambacho kilitokea ni kwamba watu katika mikutano, hii ndio dhambi, naomba tafadhali uiombee. Huyu Mungu si Mkisii, Dr. Mtonga si Mkisii, au kuwa na mahali pa kutoroka. Na hao wote wanaumia katesi ya wale ambao wamepewa vyombo vya usalama, kwa sababu wanaangalia hivi mtu mmoja na operate kama remote kwa hoteli, kwa simu, kila kitu. Tafadhali, mimi nimeuliza watu wangu, daktari mwingine huyo alipigia bibi yake simu kule Meru akimwambia mimi nimekufa, tafadhali mke wangu linda watoto wangu kwa sababu nimekufa katika kazi. Lakini uzuri county commander alifika mapema. Huyu county commander ndiye alisaidia huyo daktari, angechomewa ndani ya hospitali. Katesi ya mtu mmoja peke yake ambaye anazunguka na danganyana katika ofisi, anazunguka ofisi ya rais, ya deputy president, anaongea mambo maovu. Naomba tafadhali utakapokwenda wewe peleka ujumbe huu. Wewe kama mama watakusikiza. Kisii itapona, kwa sababu wewe umekuja wakati dhambi hii kiendelea na utaiombea. Daktari, asante. Hii ndio siasa peke yake, hata sio siasa, ni haki kuongea haya, kwa sababu wewe ndio mama umekuja. Utakaporudi peleka ujumbe huu. Sisi tunaheshimiana na serikali kuu, tutafanya kazi vile inavyohitajika. Ile kitu nimekuambia asubuhi, mtoto wa miaka 5 amenanyiziwa hapa Magena. Askari wamekamata yule mtu. Huyu mtu mmoja anapigia huyu askari, anamuuliza, wewe umeshika huyo mtu, lazima umwachilie. Mtoto wa miaka 5, how can you rape mtoto wa miaka 5? Na mbunge achukue simu apigie askari, waambie kwamba lazima muachilie huyo mtoto, kama sivyo utapiwa transfer. Afadhali huyo askari
apiwe transfer, lakini huyo mtu afikishwe mahakamani. This is a country ambayo iko na sheria. We cannot accept. We will defend the constitution by all means. Kwa hivyo mimi nataka nichukue nafasi hii, mama, utakapotuongelesha, give us hope. Kama mama atupe hope, aombe mama Rachel. Nimesema mapema, tumekuwa na yeye hapa. She has given us hope. You will give us hope and will continue. Hata hope ndiyo inatufanya tunangojea kwamba Yesu atarudi. Kama hakuna hope, hatungekuwa tunangojea Yesu Kristo.